Jambo la pili, ndugu zangu katika imani, hifdhun nafsi, ni kuhifadhi nafsi, ni kuilinda nafsi, ni kuto kuipoteza nafsi yako au nafsi ya mwenzako kwa aina yoyote ile. Ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo yaliyoenea katika ulimwengu ni watu kupoteza nafsi pasipokuwa na haki. Mtu unakuta labda kafanyiwa kitendo ambacho kinakuwa kinamfanya yeye asiwe ni mwenye kukaa kwa raha katika maisha ya dunia, basi anaamua kwamba hapa kadhia itakayokuwa ni yeye kumaliza hili ni kujinyonga au kujiua au kujiondoa uhai. Mtu anachukua jukumu la kumaliza nafsi yake mwenyewe. Tutambue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza hili vikali, na dini ya Uislamu ambayo ni dini yake Allah subhanahu wa ta'ala imekuja kulinda hili. Sheria ya Uislamu imekuja kuhifadhi nafsi ya mwanadamu. Uislamu haukubaliani kupoteza nafsi yoyote ya mwanadamu kwa njia yoyote ile isipokuwa kwa haki. Ndugu zangu katika imani, kama tunavyofahamu ya kwamba nguruwe katika Uislamu ni jambo la haramu, mzoga katika Uislamu ni jambo la haramu, kunywa damu katika Uislamu ni jambo la haramu, kula kichinjwa ambacho kimechinjwa katika jina lisilokuwa la Allah ni jambo la haramu. Lakini angalia Allah katika suratul Baqara anasemaje? Anasema innama harrama alaykum almaytata waddama wa lahmal khinzir wama uhilla lighayri llahi bih faman ittara ghayra baghin wala 'ad fala ithma alayhi. Subhanallah. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya kwamba kutokamana na kutokuliwa vitu hivi kwamba havifai, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatoa fursa kwa yule ambaye hana namna ya kufanya, hana jinsi ya kufanya isipokuwa kutumia vitu hivi. Akasema innama harrama alaykum almaytata, hakika Allah ameharamisha juu yenu kula mizoga, ni haramu juu yenu kula mizoga, wadama, na kunywa damu, wa lahmal khinziri, lakini pia kula nyama ya nguruwe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaleta istithna, akavua ya kwamba kuna dharura, akasema faman yurra ghayra baghin wala 'ad fala ithma alayhi. Yule ambaye anaona ya kwamba hana namna isipokuwa kula nyama iliyokuwa ni mzoga au kula nguruwe, hana jinsi, na asipofanya hivyo basi atapoteza uhai wake, hana chakula kingine. Sheria ya Uislamu inasema kula ili uokoe nafsi yako. Kwa hakika Uislamu, sheria ya Uislamu imekuja kuhifadhi nafsi, imekuja kulinda nafsi, kukataza jambo lolote linalosababisha kumwaga au kuua nafsi ya aina yoyote isipokuwa kwa haki. Wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, msiue nafsi yoyote ile ambaye iliyokuwa haina haki ya kuuliwa, isipokuwa nafsi ambayo iliyokuwa na haki ya kuuliwa ni ile ambayo iliyoua nafsi ya mwenzake. Ya kwamba kama kuna mtu amepoteza maisha ya mwenzake, basi na yeye ni haki kuuliwa. Ndiyo maana wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq.